Naam, karibu katika mwendelezo wa hadithi ya Musa na wana wa Israeli. Leo tunaendelea pale tulipoishia, ikiwa ni ukingoni kabisa mwa hadithi yetu hii pendwa. Basi baada ya wana wa Israeli kutoka Misri, Mungu alimwambia Musa kwamba kila mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wana wa Israeli awekwe wakfu mbele za Mungu, kwa sababu Mungu aliwaokoa usiku ule alipoangamiza wazaliwa wa kwanza wa Wamisri, lakini akazilinda nyumba za Waisraeli. Wana wa Israeli waliondoka Misri tayari kwa safari ya kuelekea nchi ya ahadi walioahidiwa na Mungu. Ingawa kulikuwa na njia fupi ya kuelekea nchi ya ahadi kupitia nchi ya Wafilisti, Mungu hakuwaongoza huko. Alijua kuwa kama wangekutana na vita mapema, wangeogopa na kurudi Misri. Badala yake aliwaongoza kupitia njia ya jangwani kuelekea bahari ya Shamu. Wakati wote wa safari yao, Mungu alikuwa pamoja nao. Mchana aliwaongoza kwa nguzo ya wingu iliyowapatia kivuli, na usiku kwa nguzo ya moto iliyowapatia mwanga na kuwakinga dhidi ya baridi la jangwani. Basi Mungu alimwambia Musa awaongoze watu wake waweke kambi karibu na bahari. Hii ilikuwa ni sehemu ya mpango wa Mungu. Wakati huo kule Misri, Farao na watumishi wake walianza kujutia ni kwa nini waliwaacha Waisraeli waondoke. Waliona wamepoteza nguvu kazi, na ndipo Farao akakusanya magari yake ya vita na jeshi kubwa la askari akaanza kuwafuatilia kwa kasi. Wana wa Israeli wakiwa wameweka kambi pembezoni mwa bahari, walipoinua macho yao na kuona jeshi la Misri waliogopa. Waliingiwa na hofu kubwa sana. Wakaanza kumlalamikia Musa wakisema ingekuwa ni bora kubaki Misri kuliko kufia jangwani. Hofu ilitawala na imani yao ikaanza kuyumba. Lakini Musa akasimama mbele yao na kuwaambia wasiogope, waendelee kusimama na kuona wokovu wa Mungu. Aliwahakikishia kwamba Wamisri waliokuwa wanawaona siku hiyo wasingewaona tena milele, na kwamba Mungu mwenyewe angewapigania. Basi Mungu akamwambia Musa awaambie watu wasonge mbele, kisha akamwagiza anyoshe fimbo yake juu ya bahari. Musa aliponyoosha mkono wake juu ya bahari, Mungu akaleta upepo mkali uliovuma usiku kucha. Maji yakagawanyika, yakasimama kama kuta pande mbili, na katikati pakawa nchi kavu. Wana wa Israeli wakaingia ndani ya bahari na kuvuka juu ya nchi kavu, huku maji yakiwa kama kuta kulia na kushoto kwao. Wamisri walipoona hivyo, waliwafuata kwa haraka, wakaingia ndani ya bahari wakifuata njia ile ile. Lakini Mungu akaanza kulichanganya jeshi lao. Magari yao yakaanza kukwama na wakapata shida kuendelea mbele. Hofu ikawashika, wakagundua kuwa Mungu aliwapigania wana wa Israeli. Hivyo wakaamua kukimbia, lakini tayari walikuwa wamechelewa. Mungu akamwambia Musa anyoshe tena mkono wake juu ya bahari, na mara moja maji yakarudi kwa nguvu zake zote, yakafunika magari, wapanda farasi na jeshi lote la Farao lililokuwa limeingia baharini. Hakukuwa na hata mtu mmoja aliyenusurika. Wana wa Israeli walivuka salama na kufika upande wa pili. Walipoona maiti za Wamisri ufukweni, walitambua nguvu kubwa ya Mungu aliyewaokoa. Wakajawa na hofu ya kumcha Mungu, wakamwamini yeye na pia wakamwamini Musa mtumishi wake. Hapo ndipo walipotambua kuwa Mungu wao si wa kawaida, bali ni mwenye nguvu juu ya kila kitu, hata bahari yenyewe. Episodi ya mwisho ya hadithi ya Musa ni amri 10 za Mungu. Itakuwa ni episodi inayofuata kabla ya kwenda kutizama hadithi ya kuanguka kwa kuta za Yeriko. Mungu akubariki.